ambayo ilianzia hata pale mwanzo, ya kwamba zile viumbe zilikuwa zinamsifu Baba wetu usiku na mchana, zinazidi kumwambia yeye ni mtakatifu. Na hata baada ya mtu kuumbwa, Baba wetu alipoumba mtu, ukisoma katika kitabu cha Warumi, na tutapata haya maandiko katika sermon yetu pahali, ya kwamba kabla ya mtu kuasi na kuweza kufukuzwa pale Edeni, yule mtu bado alikuwa, Baba wetu ameumba ile paradise kwa ajili ya utukufu na kwa ajili ya sifa zake. Hivyo ni kusema ya kwamba hata pale mbeleni bado Baba wetu mawazo yake ilikuwa ya kwamba sasa ile sifa ambayo huwa anasifiwa na wale viumbe wazee, malaika, zitaendelea hadi katika Edeni pale paradise. Na Baba wetu alipokuwa amekusudia vile, lakini naye shetani ambaye alikuwa amekwisha kuasi akaona ya kwamba hayo mambo haitaendelea. Lakini sisi wote tunajua ya kwamba shetani hawezi prevail, hawezi mshinda Baba wetu. Mpango wake uko na mwisho, na huo mwisho utakapofika, Baba wetu ataweza kuchukua mamlaka yote, na yeye bado wako na mamlaka, lakini kwa muda. Shetani amekuwa mungu wa hapa ulimwenguni, ameweza kupotosha watu wengi, wakaweza kuondoka katika ile line ambayo Baba wetu alikuwa ametengeneza. Na Baba yetu atakaporudi, ataweza kurejesha mambo yote yarudi kama jinsi yalivyokuwa. Na yalikuwa aje? Ya kwamba sifa zitaendelea milele na milele. Haleluya. Kwa hivyo sasa mahubiri itakoma, hakuna kutiana nguvu, hakuna kutembeleana, kwa sababu sisi wote sasa tutakuwa pahali pamoja, na haya mambo yote, dhiki na majozi, zitafika mwisho. Lakini sasa tutajumuika pamoja mbele za Baba wetu, tuendelee kumsifu na tuendelee kusema ye ni mtakatifu milele daima. Haleluya. Kwa hivyo leo ikawa ni siku ambayo ina commemorate jambo ambalo litaendelea, kwa sababu mambo ambayo huwa tunayafanya hapa, haswa hata siku ya Sabato ambayo furaha yote imebaki kwa Sabato, zote tunajua kwamba ni kwa ajili ya kujitayarisha kwa Sabato kuu ambao tutaishi na Baba wetu milele daima. Na kwa hivyo hii ni Sabato moja, tutajikumbusha mambo mengi sana kuhusu jinsi tutaishi na Baba wetu milele daima atakaporejea. Na mambo mengi ambayo tutajikumbusha pengine ni kwa ajili ya action, kwa ajili ya sifa. Mimi najua hata kama sijui program vizuri iko na Deacon wetu Chris, lakini najua ya kwamba pengine leo itakuwa siku ambayo imejawa na sifa mingi sana. Na kwa hivyo pia mimi singependa nitoke nje ya mada ya siku ama the spirit of the day. Ningependa kukaa pale pale katika sifa za Baba wetu, kwa sababu kuna jambo moja ambalo Baba wetu analipenda sana, na tutasomewa katika kitabu cha Wahibrania 13. Baba Jegona we Mike na twende bio kwa sababu ya kuokoa wakati. Wahibrania 13 mstari wa 15 na 16. Tusikie mambo ambayo Baba wetu anatunenea pale, haswa kuhusu siku kama ya leo. Wahibrania 13:15-16. Wahibrania 13 mstari wa 15 na 16 nasema, basi kwa njia yake yeye na tumpe Elohim dhabihu ya sifa daima, yani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo. Haleluya. Basi tunaambiwa kwamba therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips. So tunaambiwa kwamba ndani yake, kwa sababu kwanza tumenena tukasema ya kwamba sisi hatukuumbwa by mistake. Baba yetu alipotuweka pale paradise, alipoweka mtu wa kwanza pale, alimuweka kwa kusudi jema, ya kwamba ni vizuri awe na sifa ndani yake wakati wote.
Na basi sisi ambao tumeitwa na baba wetu na tumepewa hiyo nafasi, tunaarifiwa ya kwamba tuendelee continually offer the sacrifice of praise. Kwa hivyo tuzidi kutoa hii dhabihu ya midomo yetu. Kwa hivyo midomo yetu iko na jukumu la kutoa dhabihu. Basi leo ningependa tujiulize, ni dhabihu gani wewe utamtolea baba wetu? Unajua, hata kama uko na rafiki na huyo rafiki amekuita labda kwa jambo lake lolote, hata sisi venye tumetembelewa na United tulikuwa tunajiuliza tutafanya aje kwa ajili ya hawa marafiki zetu, kwa ajili ya hii siku na kwa ajili ya jambo hii ambalo tunalisubiri sana. Na kwa hivyo jambo ambalo unaweza mpea baba wetu ambalo ni nzuri zaidi, ndilo unakumbusha ya kwamba he is well pleased, ya kwamba analifurahia sana. Na basi anasema ya kwamba the fruits of our lips, ya kwamba ni matunda ya midomo yetu. Baba yetu apewe sifa. Kwa hivyo pia tunaambiwa ya kwamba it is a continuous thing, ni jambo ambalo tunafaa kulifanya. Mimi nilipokuwa na soma haya maneno, niliweza kukumbuka ya kwamba for the longest time pengine tumesahau jinsi ya kuweza kutoa hii dhabihu. Wakati mwingine tunaangalia watu wengine, tunaona ni kana kwamba wao wamekosea jinsi wanatoa hii dhabihu. Nikakumbuka marafiki zangu wakati wa zamani, nilipokuwa nimeenda mbali kidogo na kulikuwa na kanisa la Mount Zion. Basi nilikuwa nashiriki kanisa lingine ambalo bado nashiriki leo, lakini lile kanisa halina mambo mengi, limetulia kidogo, sio kama sisi. So nilikuwa najiuliza sisi na wao nani wako sawa. Na nikakumbuka kwamba kuna rafiki kama wale pengine wanaona ya kwamba sisi tunakosea tunapotoa hii dhabihu. Na nikajiuliza hii dhabihu tunafaa kuitoa namna gani? Kwa sababu kuna tofauti ya kutoa dhabihu na kutoa dhabihu ambayo inapendeza. Haleluya. Hiyo ni mambo mawili tofauti. Tunakumbuka pale mwanzo kulikuwa na watu wawili ambao kulikuwa na Cain na kulikuwa na Abel. Na tunajua kwamba wote waliweza kumtolea baba wetu dhabihu. Lakini mmoja alitoa dhabihu ambayo inafanya nini? Inapendeza. Mwingine akatoa dhabihu lakini dhabihu haikupendeza. So nikajiuliza na nikafanya conclusion. Nikasema ya kwamba dhabihu sio nini? Sio dhabihu. Haleluya. Na kwa hivyo leo tutaangalia kati ya dhabihu na dhabihu ambayo inafanya nini? Inapendeza. Na ili hata tunapoitoa hii dhabihu tuweze kuitoa kwa njia ambayo inampendeza baba wetu. Na katika kutoa dhabihu hiyo, kanisa nimewaambia kitabu, kulikuwa na huyo mtu ambaye tulikuwa tunanena na yeye kuhusu hayo mambo, na ni miaka mingi iliyopita. Na katika kufanya yale mambo sasa ndio nikaweza kujiuliza dhabihu na dhabihu inayopendeza ni nini. Na kuna ile kumtukuza baba wetu ama to praise the Lord. Kupraise ama kuweza kumtukuza baba wetu, unajua hawezi tukuza ama elezea mtu jambo ambalo ni nzuri kwa kunyamaza. Lazima unene nini? Unene kitu. Haleluya. Kwa hivyo pale kuna maneno ambayo katika hayo maneno unaweza kuleta sifa. Na katika sifa unasifu kwa maneno ama unasifu kwa kuyataja. Lile ni jambo moja. Kwa hivyo mimi nikaona kwa kutoa dhabihu ambalo linapendeza, kwanza lazima unene jambo. Kwanza lazima ukatoe maneno ndani ya mdomo wako. Na katika hicho kitabu ambacho tumetangulia, Hebrews 13, inatuambia kwamba haya ni matunda. Na mimi naona matunda inatokana na jambo ambalo ni kuu zaidi. Kwa sababu tunda halikuji peke yake. Tunda linakuja kutoka kwa kitu kingine. So a fruit, yani tunda linaweza kutokea katika jambo lingine. Kwa hivyo kuna kitu zaidi kabla matunda ikuje kwa mdomo. Kuna kitu na hapo ndani
ambayo inatoa nini? Yale matunda. Baba yetu apewe sifa. Na kwa hivyo haya maneno ambayo unayanena lazima yakuwe maneno ambayo imetoka pahali, na hapo pahali ndio tunasema inazaa haya matunda, na haya matunda inapendeza baba wetu. Sasa nataka tuzingatie pale pahali ambapo haya matunda inatoka, ambayo ni ndani ya mioyo yetu. Haleluya. Kwa hivyo sifa lazima zitoke ndani ya nini? Ya mioyo. Sasa moyo wako uko tayari kutoa matunda ambayo inampendeza. Wakati wowote unapopanua kinywa chako katika kumnenea baba wetu sifa zake na ukuu wake, ndani ya moyo wako kuko namna gani? Kumbuka kuna wana wa Israeli wakati mmoja walipokuwa wanakumbuka matendo ya baba wetu na wakaomba ombi, na katika lile ombi lilikuwa na mambo mengi. Walikuwa wanasema, kwa maana sifa zako ni za milele, uliweza kutuokoa katika nyumba ya utumwa. Kwa sababu sifa zako ni za milele, uliweza kutuvukisha bahari na Shamu. Kwa sababu walikuwa wamewezwa na baba wetu. Kwa hivyo ile roho ambayo inaweza toa sifa ni roho ambayo inajuana na nani? Na baba wetu. Lazima ikuwe ni roho ambayo inajuana na baba wetu, wameweza kupelekana hatua moja na nyingine, na wameweza kujuana vizuri. Katika hiyo kujuana vizuri, utaweza kutoa sifa ambazo zitaleta matunda ya midomo yako ambayo inampendeza baba wetu. Basi mtu ambaye hajuani na baba wetu huwezi mtukuza. Haleluya. So ni vizuri tukaweza kuzidi kushikamana na baba wetu, tuweze kumjua jinsi alivyo, na ndipo hata tukienda kutoa ile dhabihu, wakati mwingine hata hautaji kuelezewa jinsi ya kuifanya. Tayari wewe unajua, kwa sababu unajua nani unatolewa. Unapoenda kuyanena hata hutafuti maneno, kwa sababu already yale maneno iko ndani ya roho yako. Ni maneno ambayo imejaa yani umewezwa tayari na baba wetu, maneno ambayo imejaa ufahamu. Unaelewa hakika chenye unamwambia yeye ambaye unamsifu. Kwa hivyo wakati mwingine ukikuja mbele za baba wetu ukiwa na ule moyo ambao unamfahamu, unajua yeye ni nani, hakika chenye kitatoka ndani ya huyo moyo wako ambayo umewezwa. Na unajua pahali pengine baba yetu anasema moyo kama huyo haezi upuuza. Anapendezwa na moyo kama mgani? Kwa sababu ule moyo lazima utoe matunda ambayo inapendeza. Haleluya. Tunakumbuka mtu kama Hana alipoenda kumlilia baba wetu kwa sababu ya msukumo wa kutaka mtoto. Alikuwa tu ananena kwa ananena tu, mdomo yake ulikuwa unanena maneno, hata kama hakuwa anasikika, lakini maneno ilikuwa inabubujika ndani ya moyo wako. Kwa hivyo wakati moyo wako umejawa na ukuu wa baba wetu, yale maneno utayatoa, hata hutataka kujua huyo mtu mwingine atasema nini. Utakuwa tu umewezwa na baba wetu, jambo ambalo ni nzuri sana, na hiyo ndio dhabihu ambayo inapendeza. Dhabihu ingine ambayo baba yetu hataipenda, moyo ambao haujamfahamu, moyo ambao hujawezwa na baba wetu. Huyo moyo utatoa maneno, lakini haya maneno hayana hata ufahamu wa baba wetu. Na kwa hivyo baba yetu akiangalia, hiyo dhabihu haitampendeza. Itakuwa kama dhabihu ya yule jamaa anaitwa Cain. Lakini ndugu yetu Abel alipokuwa alitoa dhabihu hakika ambayo inapendeza. Ningependa tusome maandiko katika kitabu cha Second Chronicles, First Chronicles. Tusome katika Chronicles ni Mambo ya Nyakati 20, soma mstari wa kwanza hadi wa 4.
nataka tuweze kusikia nguvu ambayo iko katika hiyo dhabihu ambayo inapendeza. Katika wa pili, Mambo ya Nyakati wa pili 20:1-4. Kuna viti zingine na watu hawana viti, na hata hapa mbele kuna viti naona. Sasa tunaweza pia chairman wa United karibia hapa mkiwa na baba wa boy. Baba wa boy, kujeni hapa, tuko na viti na you deserve that honor. Kujeni chairman Kihara Mbaraya na baba wa boy, mpe watu wengine nafasi hapa. Karibuni. Alisome Inasema, ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasasoni Tamari, ndiyo Engedi. Mstari wa 3, Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Elohim, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Asante. Tunasikia kwamba ilikuwa ni wakati mmoja ambapo wana wa Israeli waliweza kuwa katika hatari. Na walipokuwa katika ile hatari, kulikuwa na jeshi kubwa la Moabi na Amoni ambao walikuwa wamekuja na ili wakaweza kuwavamia. Na tunasikia katika hii hatari hawa wana wa Israeli pamoja na mfalme wao ambaye anaitwa Jehoshafati aliweza kutetemeka sana, akaweza kuwa na uoga mwingi, na hata wana wa Israeli wakawa katika uoga mwingi. Na tunasikia ya kwamba walipokuwa katika ile hali waliweza kumulilia baba wetu, wakaweza kufunga na kuomba. Katika kumuomba baba wetu awaweze kuwaonyesha njia. Na ningependa tusikie jinsi baba wetu aliongea na mtumishi wake mmoja ambaye anaitwa Gehazi katika huo matendo ya Mambo ya Nyakati wa pili 20 mstari wa 14 soma hadi 19. Mstari wa 14 hadi 19 nasema, ndipo Hazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeli mwana wa Matania Mlawi na wana wa Asafu akajiliwa na Roho wa Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Elohim. Fikisha hapo kwanza. Tunasikia kwamba hawa wana wa Israeli walipokuwa katika shida mingi, walipokuwa wamevamiwa, wakawa na uoga mwingi, jambo ambalo hata sisi kila mtu mmoja wetu at some point unajipatanga katika jambo kama hili. Unajipata hujui uende wapi, hujui uanzie wapi, pengine hata biashara yako imeanguka, pengine kuna mambo mengi ambayo imekukuba, pengine hata ugonjwa, na huoni mbele, hauoni mwisho. Giza kama hii ndio wana wa Israeli walikuwa ndani ya hii giza. Walikuwa wanashindwa watafanya nini, na wakawa wamepatwa na uoga mwingi. Lakini baba wetu kuna jambo aliwaambia, ya kwamba yeye kwa sababu ndiye ambaye alikuumba, he's your architect, anajua solution yote ambayo unahitajika. Unajua kuna mtu mmoja ambaye alienda kufanya repair White House, na tunajua kwamba White House it's a very complex building, hata iko na njia zingine zenye watu hawajui. Nakumbuka kuna watu walienda kutafuta Jimmy Wajige na wakamtafuta sana, hawakuwa wanamuona. Na hiyo ni nyumba ya mtu tu, bali na White House unafikiria imejengwa aje? Ukienda kutafuta bedroom ya president, sijui unaweza itafuta aje. Lazima kuna
mambo mengi ambayo imefanywa kwa ajili ya security na mambo mengi. Kulikuwa na shida katika hiyo nyumba, na kukahitajika mtu ambaye atafanya repair. Mtu wa kwanza akakuja akafanya repair, akashindwa. Watu wengi wakapitia wakajaribu kufanya repair, hawakuweza. Lakini mtu mmoja akakuja kwa dakika kidogo tu akaweza kusuluhisha yale mambo. So watu wakamuuliza, umeweza aje kusuluhisha hilo jambo? Yeye akasema ya kwamba kwa sababu ni mimi nilifanya nini? Nilijenga. Haleluya. So baba wetu kwa sababu ni architect wetu, yeye anajua suluhisho ya shida zetu. Wakati mwingine wakati tunajisumbua sana ni kwa sababu hatujui chenye baba wetu anaweza. Ukiona unasumbuka sana, ujue ya kwamba umemsahau baba wetu. Ukiona unasumbukana sana, ujue ya kwamba umesahau mwito na umesahau what he is able to do. So wana wa Israeli wakiwa na Jehoshafati waliweza kusumbuka sana. Lakini tunaona ya kwamba baba wetu aliwaambia jambo moja. Akawaambia ya kwamba msiogope, kwa sababu the battle belongs to me. Hallelujah. Vita ni vyangu, msiweze kuogopa. Hebu endelea mstari wa 16. Mstari wa 16 anasema, kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde, mbele ya jangwa la Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Mstari wa 18. Yehoshafati akainama kichwa kifulifuli, wakaanguka mbele za Bwana. Yuda wote na wakao Yerusalemu wakasujudia Bwana. Sasa tusikize 19. Mstari wa 19. Na Walawi na wana wa Wakohathi na wana wa Wakorahi wakasimama ili wamsifu Bwana Elohim wa Israeli kwa sauti kuu sana. Haleluya. So tunasikia ya kwamba baba wetu alisema wasiweze kuogopa, hata wasiwe na hofu, kwa sababu vita ni vyake. Tena akawaambia kwamba simameni muweze kuona. Be still. Na unajua sio rahisi to be still. To be still means ya kwamba umeona a very great danger na umeweza kukaa tu kama umetulia unagojea. Sio rahisi. Tuseme umekosa namna na uko na hiyo moyo wa kuweza kutulia ungoje mkono wa baba wetu. Hiyo mambo haijapewa watu wengi. Nakwambia hata wakati huu, wakati wote binadamu anajipatanga ya kwamba uko na ile kujishughulisha, unatafuta njia badala. Lakini baba yetu anatuambia ya kwamba wakati haswa unaelewa ya kwamba amekuita na unaelewa mwito wake, haufai kuogopa. Unafaa tu kutulia na kugojea ya kwamba, kwa sababu baba yetu anakuambia kwamba be still na uone wokovu wangu. Kwa hivyo leo ndugu na dada zangu, nilikuwa nataka tuone ya kwamba Jehoshafati aliambiwa ya kwamba chenye kitafanyika kutoka hapa ni ya kwamba utaweza kutengeneza watu ambao watapeleka sifa, watu ambao watanena sifa, watu ambao watasema ukuu wangu. Na katika hiyo kunena mtaweza kuwa na mtaweza kuprevail, mtaweza kuwa na nguvu dhidi ya maadui zenu. Na tena baba yetu akawaambia tena mtaenda pahali fulani. Unaona hata baba yetu anawaelekeza pahali watapata adui zao. Haleluya. So nilikuwa nataka muone ya kwamba kuna nguvu sana katika sifa. Na tutamalizia na hiyo mstari wa 20, enda 20. Na 21. Nasema hivi, wakaamka asubuhi na mapema,
wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Elohim wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. 21. So kabla ya 21 tunasikia kwamba anawaambia lazima ukuwe na imani, lazima uweze kumwamini. Ili uweze kutoa dhabihu ambayo inapendeza, lazima ukuwe na imani ndani yako, kwa sababu ile dhabihu unaitoa kwa ajili ya imani, hauitoi kwa ajili ya jambo lingine. Kwa hivyo hata hawa wana wa Israeli walipokuwa katika hii hatari kubwa hivi, lazima wangekuwa na imani ndani yao. Haleluya. Kama wangekosa imani, hawangekuwa na nafasi ya kuweza kushinda hii vita. Na tunasikia kwamba hii vita hawakuwa na many chances. Ukiona mfalme Jehoshafati, kabla akuwe mfalme alikuwa amepigana vita mingi. Tukiweza enda kwa historia, alikuwa amepigana vita mingi sana. Kwa hivyo alikuwa anaelewa vita hakika, lakini alihitaji imani. So nilikuwa nataka uone mtu ambaye anajua vita, amekuwa hadi huko Haiti, akuje hapa aambiwe kuna bandits pale, lakini anaambiwa njia ya kuendea hizo bandits ni njia yenye yeye hajawahi hata sikia. Na yeye anajua kwamba nimeenda nimekabiliana na Majambazi International na nimeweza kuyashinda. So Jehoshafati kama angetumia ujuzi wake, hangewezana na hii vita, kwa sababu hangekuwa na imani katika neno la Bwana, ambalo neno la Bwana lilikuwa linamwambia be still, na likamwambia aje katika mstari wa 21. 21 inasema, naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri na kwa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sasa anaambiwa ya kwamba kuna wale wanajeshi, lakini asichukue wanajeshi katika forefront, aweze kuchukua waibaji. Haleluya. Aweze kuchukua waibaji. Katika wale waibaji wameweza kuwa na imani kwa Bwana. Kwa hivyo ili uweze kutoa dhabihu, juu tulisema ya kwamba kuna dhabihu na dhabihu ambayo inapendeza. Hii dhabihu ambayo inapendeza iko na nguvu. Haleluya. Kama hii dhabihu hawangeitoa venye inafaa na inapendeza, haingekuwa na nguvu dhidi ya adui. Lakini baba yetu alihakikisha kwanza ya kwamba wameweka ile plan zao zote kado, wanaenda na plan ya baba wetu peke yake, plan ambayo ni ya kutoa dhabihu ya midomo yao. Haleluya. Tena hii dhabihu tumesema ya kwamba lazima itoke ndani ya mioyo. Hawa watu wakuwe wanamuelewa baba wetu. Huwezi mtolea dhabihu kama humuelewi. Huwezi mtolea dhabihu kama haumjui. Haleluya. Ukiwa na ufahamu utatoa dhabihu ambayo inastahili. Utatoa dhabihu ambayo inatoka ndani ya moyo wako, kwa sababu mazao inatoka ndani ya mti. Hata hakuna mtu ameona tunda limezaa peke yake, si ndio? Tunda linazaa ndani ya nini? Ya mti. Basi yule mtu wa ndani, kwa sababu ndiye anazaa yale mazao, lazima akuwe amewezwa na baba wetu, anamjua, anamfahamu. Na hili dhabihu atakayotoa inatoka ndani ya moyo wake. Akisema anastahili, anajua anastahili miongoni mwa nani na nani. Haleluya. Unajua hata saizi nikisema senior unastahili hiyo nafasi, ni kwa sababu unajua your capability. Haleluya. Otherwise watu wageni hata sijai waona tena, niseme mmoja anastahili, hata ataniuliza nastahili, unanijuaje? Haleluya. So ni nani anaenda mbele za baba wetu kutoa dhabihu bila ufahamu? Hiyo dhabihu haipendezi. Lakini nashukuru kwa sababu baba yetu ametujulisha yeye ni nani, tumeweza kumfahamu na tumekuwa na imani ndani yake. Basi na tutoe dhabihu ambazo zinakubalika na zinatoka ndani ya mioyo yetu. Tukisema yeye ni muweza, tunajua kwamba ni muweza wa nini. Haleluya. We have the testimonies. Na baba yetu apewe sifa. So
baba yetu katika kitabu cha Psalms, nisomee Psalms 24:8, anatuambia ya kwamba yeye ni commander in chief, ya kwamba yeye ndiye amri jeshi mkuu. Na kwa hivyo vita, kwa sababu hii ni vita tuko, unajua wakati mwingine tunasahau ya kwamba we are in a battlefield. Na hata kuna mwimbaji mmoja aliimba akasema, oria muthigari arakuhiriria ikaraga gikagatia akigeragia kwihitha, yani shujaa ama soja akiwa kwa field hakaangi hivi juu anaweza kuwa ambushed anytime. Kwa hivyo Psalms inatuambia aje? Nisomee 24:8 nasema, ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Hallelujah. So tunaambiwa nani mfalme wa utukufu? Nani komanda wa vita? Hallelujah. So all of us are soldiers. Si wote ni wanajeshi. Na at some point kama tumesahau ole wetu. Kwa sababu mwanajeshi yeyote ambaye yako katika battlefield na amejisahau, yule mtu hata sijui anafaa kufanyiwa nini. Either hata apiwe arudi nyumbani akalime ama afanye nini. So as long as we are the soldiers, lazima tukae tukifuata maagizo ya nani? Ya komanda ama hodari wa nini? Wa vita. Hallelujah. Unajua huku tuko na soja mmoja ameketi tu hapa, lakini sitaki kumtaja. Tunaonaga hapendi sana kutajwa. Lakini nataka apige muhuri maneno yangu. Aniambie wakiwa vitani kuna zile ranks. Najua hata maandiko pahali pengine ikitabiri in the book of Isaiah inatuonyesha what will happen ama ikionyesha the order of the Lord, ina compare na the ranks ambazo wanasoja huwa wanakuwa nazo. Na indeed mtu mwingine akaniambia hii madaraka ya DC hata mtu hakuwa anataka kuangalia, lakini kitambo wakati wa madaraka tulikuwa tunaangalia sana ili tuone wanajeshi wakifanya nini, wakimarch. Hizo ranks na venye wao kumarch in uniformity, it is just amazing. Na maandiko ikitaka kutuonyesha the order of the Lord ina compare na those ranks. Na katika hizo ranks kuna wale commanders. Hata wakati mwingine unaona kama ni wanajeshi wa maji wakikuja, kuna yule ametangulia, and they all fall in the ranks. So tunaambia kwamba yeye baba wetu, he is the commander in chief. Na if he is the commander in chief, then lazima tufuate nini? Maagizo yake yote. Na ili dhabihu yetu ikuwe nini? Imekamilika. Anytime tuna step away from the command of our commander, hapo ndipo tunakosa kutoa dhabihu ambayo inapendeza, kwa sababu we get disqualified. Hallelujah. In the battlefield na katika usoja ambayo baba yetu anataka tukue nayo, hatunanga room for a lot of compromises. Kwa hivyo baba yetu anataka we fall in ranks. Hallelujah. Tuweze kuwa wanajeshi wema, akiwa yeye ndiye the commander in chief. Hallelujah. Katika dhabihu hiyo ambayo inapendeza, ukiweza kusoma katika kitabu cha hayo mambo ya nyakati, lakini hatutasoma juu ya wakati 7 juu ni tahariri kubwa. Kuna wakati Suleimani aliweza kumtolea baba yetu dhabihu. Na by the way, in the new dispensation hatuna dhabihu kama zile. Kwa sababu zile zilikuwa dhabihu physical. Lakini saa hizi dhabihu zenye tunatoa ni kama hii moja ambayo tunasema the fruits of our lips. Hallelujah. So Suleimani akaenda kumtolea baba yetu dhabihu. Na alipokuwa anatoa ile dhabihu, akaweza kumtolea baba wetu. Nao watu wote wakawa wamekusanyika pale, wakawa wamepiga magoti, wanainama, wanainuka na wanamsifu baba wetu. Maandiko inatuambia kwamba utukufu wa baba wetu ukashuka. So kuna neno ambalo limetumika pale, na hilo neno linaitwa Shakaina.
Shakaina ukitranslate katika Greek inakwambia kwamba indwell means ya kwamba ako miongoni, or he's in the midst. So tunasikia ya kwamba baba wetu aliweza kukaa ndani ya wale watu. Kwa hivyo dhabihu ikiwa inakubalika ikitoka ndani yetu, baba wetu, hiyo dhabihu anakuwa ndani yake. Hata hawa wanajeshi jinsi walienda wakapigana zile vita na wakashinda, ni kwa sababu ile dhabihu walitoa. Sasa baba wetu alikuwa ndani ya nini? Ya hizo sifa, na hakuna adui anaweza withstand sifa ambazo baba wetu wako ndani yake. Haleluya. Hata wakati mmoja Daudi alienda akamwibia Sauli roho mbaya, akatoroka. Unajua Daudi akitoa sifa, na sijui kwa nini Daudi of all the people alikuwa ameteuliwa na baba wetu tangu akiwa kijana. Ameteuliwa na moyo wake umeweza kuhifadhiwa vizuri ukiwa unapendeza nani? Baba wetu. So Daudi alipokuwa anatoa ile dhabihu wakati alikuwa anamuibia Sauli, definitely Daudi alikuwa anamuelewa nani? Baba wetu. Alikuwa na imani kwa baba wetu. That is how powerful the sacrifice of our ribs. Hallelujah. Na kwa hivyo leo ikiwa ni siku kuu ambayo tutatoa dhabihu hizo kwa wingi, ningependa tujue ya kwamba hakika hizo dhabihu, tukiwa na imani, tukiwa na ufahamu, tukizitoa ziko na nguvu dhidi ya nguvu zote. Hallelujah. Hakuna nguvu inaweza withstand the sacrifice of our ribs. Hallelujah. Kwa hivyo tumesema baba yetu kama commander, wakati anatuambia tufanye kitu, ni vizuri kuifanya. Let us not lean on our own understanding. Tukiweza kaa na fikra zetu hazimpendezi baba wetu, ni vizuri tuweze kumfuata. Tumesema kwamba yeye ndiye anaelewa, na kwa hivyo tukijisubmit kwake, yeye ataweza kututumia. So leo siji ungependa ujitumie wewe mwenyewe kama Cain, utoe dhabihu ambayo haipendezi, ama utumiwe na baba wetu utoe dhabihu ambayo inapendeza. Hawa watu wana wa Israeli na Jehoshafati walipopea na baba yetu nafasi akaweza kuwatumia, waliweza kumtolea dhabihu ambayo inapendeza. Kama wangelino on their own understanding, hiyo vita hawangeweza, lakini wakililai na baba wetu waliwezana. So jambo lingine, una make sure ya kwamba hakika ni baba wetu amenena. So kuna ile discerning, kwa sababu tumesema katika hii vita ambayo tuko ni ya kiroho. In that spiritual realm, ama katika hiyo dunia ya kiroho, kuna other voices. Hallelujah. Kuna other voices. Na if you don't discern the voice of the Lord, utafuata voice nyingine na utumike katika kazi nyingine, sio vizuri. Kwa hivyo, ni vizuri katika kutoa hii dhabihu tuweze kujua hakika tunamtolea baba wetu. Nasi tutajuaje? Kwa sababu katika hiyo vita kuna decoys. Decoys ni kusema ya kwamba uko katika battlefield, kwa sababu sisi ni soldiers, umeambiwa ya kwamba target ni shetani. Hallelujah. Decoy ni mtu ambaye anajifananisha. So kuna other voices zinakwambia pitia hapa, enda hivi, hii ndio njia. So ni vizuri tuweze kujua jinsi ya tofautisha haya mambo, na ndio tukipiga vita tuzipige vita vilivyo vizuri. Tukitoa dhabihu, tutoe dhabihu hakika ambayo inafanya nini? Inapendeza. So jambo la muhimu ni kuhakikisha kwamba tunafuata neno la baba wetu. Nataka reduce kusoma maandiko juu ya wakati. Tuweze kufuata maagizo na neno la baba wetu. Neno la baba wetu, it will always align you. Itaku-align na purpose ambayo umeitiwa. Kwa hivyo, neno la baba yetu haliwezi likakupoteza. So anything you are doing katika kumwamini baba yetu na katika safari, ni vizuri una-compare na nini? Na neno ya baba wetu. So chochote tunafanya,
tunaangalia, je, hili jambo linaandamana na neno? Neno linasemaje kuhusu hii njia? Neno likipitisha, roho wa baba yetu ni mmoja. Haleluya. Atakuwa ameweza kupitisha nini? Hiyo mambo. Kuna wakati Masihi alinena kuhusu hii dhabihu pia. Na nitasomea katika kitabu cha Luka 19. Na Yashua alikuwa na wanafunzi wake. Na wale wanafunzi wakaweza kuimba kwa sauti moja. Na wale Mafarisayo hawakuweza kupendezwa na hayo mambo. Unajua Mafarisayo walikuwa wanafiki kweli. Ni wale tunasikia wanaosha kikombe nje lakini ndani ni kichafu. Walikuwa na mambo mengi ambao walikuwa wanafuata. Kama tungekuwa na wakati tungeangalia, hawa watu hawakuwa wanaamini in spirit. Hawakuwa wanaamini in resurrection. Those were some of the things ambao Mafarisayo tunaweza compare in the spirit. Tuone ya kwamba hakika walikuwa watu ambao walikuwa na unafiki mwingi na hakuna vile wangeweza kuokolewa na baba wetu. Na wakati mwingine hapa tulikuwa na study, tukaona ya kwamba baba wetu alipopeana mfano wa Lazaro na yule tajiri, aliweza kusema kwamba Lazaro alienda katika kifua cha nani? Cha Abrahamu. Naye huyu tajiri akaenda jehanamu. Tajiri akaambia yule Lazarus, hapa joto ni kali sana. Na tuma hata kidole uweke kwa maji uweze kuninyunyishia katika ulimi wangu. Na bahali pengine katika huo mfano kitajiri akaambia Lazaro, niko na ndugu wengine ambao wanahitaji nini? Kuonywa wasikuje huku jehanamu. Wale watu ambao walikuwa anaongea kuwahusu wale ndugu tano, ilikuwa mmoja wao ni huyu Mfarisayo. Haleluya. Alikuwa anasema kama yule Mfarisayo anaweza jua ya kwamba asipoamini atakuja jehanamu, angegairi. Lakini Masihi akasema aje? Ama yule Lazarus akamwambia wale watu wako na manabii na wako na nini? Na waalimu. Wakiwasikiza wataokolewa. Basi hawa Wafarisayo hawakuweza kuokolewa kwa sababu walikuwa wanafiki kweli. Na katika huu unafiki kuna jambo Masihi aliweza kuambia katika Luka 19 mstari wa 37 hadi 40. Luka 19 mstari wa 37 hadi 40 inasema, hata alipokuwa amekaribia mteremko wa mlima wa Mizeituni, kundi nzima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Elohim kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo walioyaona. Wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia, Mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele. Haleluya. Baba yetu apewe sifa. So tunaona ya kwamba hakika tuliweza kuumbwa ili tuweze kuleta sifa mbele za Bwana. The whole creation. Na sijui kwanza tungesoma hayo katika kitabu cha Warumi. Nisomee kitabu cha Warumi 8 mstari wa 22. Warumi 8:22 inasema, kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Haleluya. Ati viumbe vyote vinaugua kwa nini? Pamoja. Haleluya. Viumbe ama all creation. Hii Biblia imekosea kidogo, lakini ni tafsiri tu. Inasema kwamba viumbe. Lakini tafsiri halisi inasema about creation. The whole creation mourn.
ama creation yote ya baba wetu, ikiwemo hata hizi mawe. Unajua hapa tumepewa mfano ya nini? Ya mawe, na ndio maana hii Biblia imekosea, sababu mawe sio kiumbe. Haleluya! Lakini tafsiri halisi ni creation, all creation mourn. Ni kwa sababu creation yote iliweza kuumbwa kwa ajili ya kumtukuza nani? Baba wetu. Na kwa sababu ilikuwa inafanya vile, haleluya, ilikuwa inafanya vile hata kule katika shamba la Edeni. Kule tunatajua hata mito na jinsi ilikuwa imerebeka. The 4 rivers ambazo zinapita katika paradise. Hizo zote they were part of the creation of God. Na zote zilikuwa zinaonyesha utukufu wa nani? Wa baba wetu. So hii creation yote iliweza kuanguka chini ya uwepo kupitia kwa binadamu. Lakini maandiko katika Warumi tunaambiwa kwamba hiyo creation yote inagoja wakati itafanya nini? Itaweza kutolewa katika ile hali wakati Masihi atakaporudi. Sasa Masihi akasema ya kwamba kwa sababu sisi wanadamu tuliumbwa ili tutoe hizi dhabihu ambazo zinapendeza. Wao Mafarisayo walipojaribu kuambia wanafunzi wanyamaze, Masihi aliwaambia kwamba wakinyamaza nini itaiba? Ati immediately mawe zitafanya nini? Zitaweza kumuimbia. Kwa hivyo yote ni kwa sababu baba wetu ametuumba na ili tukaweza kumuimbia na kuleta sifa zetu kwake. Na kwa hivyo tuzidi kutoa dhabihu la vinywa vyetu, dhabihu ambayo inastahili. Maandiko inatuambia kwamba let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Kila kitu ambacho kiko na pumzi kiweze kumsifu Bwana. Na baba wetu anasema kwamba chenye kiko na pumzi hata kisipoimba, hata chenye hakina pumzi kitafanya nini? Kama mawe. Na unajua wakati tulikuwa tunasoma biology tulikuwa tunaona hata miti inapumua, si ndio? Na unajiuliza kwamba miti pia inamsifu baba wetu. Basi na sisi tunafaa kumsifu aje hadi zaidi na zaidi. Sisi ambao tunaelewa ukuu wa jina lake. Haleluya. Na tumesema kwamba hiyo dhabihu ikiwa inatoka ndani ya moyo ambao unamuelewa, unamfahamu, uko na imani, hiyo dhabihu iko na nguvu sana. Iko na nguvu kama ile ya Daudi ambayo ilimwimbia Sauli pepo zikatoka. Haleluya. Iko na nguvu kama ya hawa waibaji ambao walitangulia wanajeshi wa Israeli wakaweza kushinda. Iko na nguvu kama wale ambao wana Israeli ambao walizunguka the city of Jericho. Hallelujah. Kuta zikafanya nini? Zikabomoka. That is how powerful the sacrifice of our lips can be. Na baba yetu apewe sifa. Kuna punda moja ambayo iliweza pia kutumika na baba wetu. Na ndio tunasema kwamba it is all creation. All creation. Na baba yetu wako na nguvu. He is the architect. Lakini venye ameumba creation haswa katika kutoa dhabihu ambayo inapendeza imepewa binadamu. Na lakini baba yetu wako na uwezo wa kutumia kila kitu ambacho wanahitaji. Katika Numbers ambayo hatutasoma pia tunakumbuka kisa cha Balaam ambaye alikuwa haoni malaika, lakini punda inafanya nini? Inaona. So punda ikaweza kupewa nguvu za kunena. Mungu akaweza kufungua kinywa cha punda kwa sababu punda ni part of his creation. Na as a creator ako na uwezo wa kutumia kitu yeyote. So sisi kwa sababu tumewekwa katika hiyo nafasi ya kutoa hizi dhabihu, lazima tutolee baba wetu dhabihu ambazo zinapendeza. Haleluya. Ili baba wetu asiwe na nafasi ya kutafuta kitu kingine, kwa sababu wako na uwezo. Zote zinamsifu, zote zinajua ukuu wake, zote zinamtambua kama muumbaji. Lakini tunajua ya kwamba hata wewe na punda uko na fikra mingi kuliko nini? Umepewa nguvu mingi hata ya kufanya maamuzi, ya kuweza kufanya kauli ambazo ziko na nguvu sana.
Lakini tukiwa kama Balaam tukose kusimama katika nafasi yetu, ati baba wetu anatumia kitu kingine badala ambayo hata haifai. Kati ya punda na Balaam, nani alikuwa anafaa kuona malaika? Na Balaam alikuwa nabii. Haleluya. Nani alifaa kunena na kunenewa na baba wetu? Lakini baba wetu ananenea punda, anaonyesha punda haya mambo. Ni kwa sababu Balaam amekosa kusimama katika nafasi yake. Lakini nashukuru baba wetu kwa sababu watu wengi na ikiwemo wana United Melodies na hata watu wa Nyahururu wengi wameamua kumsifu nani? Baba wetu. Katika ukuu wake wameamua kuonyesha matendo yake jinsi ni makuu. Kwa sababu tukifanya hayo, baba wetu ana dwell yani anakaa katika sifa za watu wake. Anakaa katika hizo dhabihu ambazo zinapendeza. Haleluya. So baba yetu akafungua mdomo wa punda, ikaweza kutumika kuweza kuapotele ujumbe. Basi mimi naomba asubuhi ya leo tuweze kutoa dhabihu ambayo inapendeza. Katika hiyo Hebrews tulisoma tukasema ya kwamba it is a continuous thing. Na kwa hivyo hiyo ni kukaa tukikesha. Wakati wowote, hata ukiwa kwa shamba, in case uende ukute shamba yako baridi ilikuja usiku, ikachoma mahindi. Ukienda ucomplain ukiwa huko kwa shamba, sijui hiyo dhabihu inakaa aje. Haleluya. Kwa sababu chenye chote tunasema chenye kinaegemea uumbaji wa baba wetu na nguvu zake. Sababu si ile ni nguvu yake. Hiyo ni dhabihu ambayo inakaa aje. Baba yetu apesi. Is it pleasing unto the Lord? Inatoka kwa roho ambayo inajua ya kwamba hata mahindi zikichomeka baba yetu atakupea zingine. Je, hiyo dhabihu inatoka kwa roho ambayo inajua ya kwamba hata usipokula hiyo mahindi ama viazi, baba yetu wako na uwezo hata wa kukupea pesa ya kukula nyama kila siku. Haleluya. So tunasema kwamba lazima uwe na moyo ambao unaelewa ukuu na uko na imani kwa Bwana. So huo moyo, ukienda kwa shamba upate jambo kama huu, in fact utasifu baba wetu kwa hiyo hali. Kwa sababu in all situation baba yetu anataka vinywa vyetu viendelee kutoa nini? Dhabihu ya sifa. Haleluya. Dhabihu ambayo inapendeza. Wakati mwingine uko katika situation yeyote, labda hata ni hapa kanisani, sitaki kupeana mifano mingi. Unajua hiyo labda naweza peana mfano ikuwe inauza mtu na staki. Lakini ikuwe tu hata ni hapa kanisani, jambo lolote likutendekee. Jambo la kwanza lenye linaingia ndani yako, kwa sababu tumesema unazaa ndani ndio uweze kutoa mazao. Nini hiyo itakuwa ndani yako yenye itafanya utoe dhabihu ambayo inapendeza? One, ni kujua ya kwamba in case kama kuna mtu amekufanya madharau, umefanya kwa ajili ya nani? Ya baba wetu. Na next time hautasema ati sitafanya hiyo kitu. Next time hata utangoja uifanye, kwa sababu ufanyie watu, unafanyia nani? Baba yetu. Hiyo ndio roho ambayo inatoa dhabihu ambayo inapendeza. Lakini roho ambayo inatoa dhabihu tu, hiyo dhabihu haina kupendeza. It is not fruit. It is just words. Na ni dhabihu ambayo haina mazao. Haleluya. Ni dhabihu tu ya midomo lakini haina mazao. So wewe utacomplain, wende waambie ndugu mwingine hata ukiwaona. Sasa shetani naye amepata nafasi. Haleluya. Kwa sababu hivyo ndivyo shetani huwa anafanya. Kwa sababu shetani anatumia huu mwili wa nyama na damu. Unajua ulipobatizwa na ukazaliwa tena, huu mwili haukuzaliwa tena. Yule mtu alizaliwa tena ni mtu wa damu. Na ndio maana hata mtu alipoenda pale kwa mtu akabatizwa, alipokuja hapa kanisani, haugesema tofauti venye alichange nguo. Lakini tofauti iko wapi? Iko ndani ya huyo mtu.
Otherwise huu mwili wa nyama na damu uko na nafasi ya kutumika na yule muovu, kwa sababu yule muovu, this is his realm. Hii ndio area yake ya kuchezea, ligi yake. Yeye huchezea katika huu mwili wa nyama na damu. He is the god of this world. Lakini kuna yule mtu mwingine ambaye ako ndani yetu, na huyo mtu ndiye tutamalizia naye, ambaye ako na nguvu ya kuweza kutusaidia na ili tukaweza kuovercome huyu mwili wa juu na ili dhabihu ambazo tunatoa, kwa sababu yule mtu wa ndani ndiye hutoa dhabihu. Huyo ndiye hutolea baba wetu dhabihu. Ukisikiza huyu mwili wa juu, huwezi tolea baba wetu dhabihu. Anaweza kudaganilia hata saizi kama kukikuwa na baridi ukikuwa umelala kwa nyumba. But ukiwa kama Paulo alisema ya kwamba he beats, anaupiga huu mwili, make it subject, ama subject to the inner person, which is the will of God. Hallelujah. Hiyo ndio nafasi pekee ambayo utaweza kutoa dhabihu ambayo inapendeza. So yule roho ambaye ako ndani ya mtu, huyo ndio roho ambaye ako connected na baba wetu. Na kwa sababu sisi wote tunajua ya kwamba sisi tunaishi tu kwa muda. Tukizidi sana miaka 100, na hata hiyo miaka 100 uko na mashida mingi. Otherwise miaka ni kama hii tuko nayo kama mimi ya ujana, ikiendelea kidogo mashida zinaanza kufanya nini? Kuingia. Lakini yule mtu ambaye ako connected to the Lord, it is a spiritual man. Na huyo mtu wa kiroho ndiye tunafaa kuhakikisha kwamba wakati wowote ako pamoja na baba wetu. So kama umezaliwa tena, huyo ndiye mtu ambaye ako connected na baba wetu. Huyu mwili wa juu ako na udhaifu mingi, ako na mambo mengi, anaona, anafikiria na anaona mambo ambayo ni ya hapa tu. Lakini mtu wa ndani haishi katika kuona, haleluya, haishi katika kusikia, yeye anaishi by the spirit. Na that is what makes the difference. So ukiishi katika yule mtu wa ndani, utaishi kutoa dhabihu ambazo zinapendeza. Lakini ukiishi katika huyu mtu wa juu, ambaye hata by jioni atakuwa amekwazwa na amekasirishwa na mambo mawili matatu, including the program. Kasa hizo karibu kunikasirisha juu ataniambia niketi. Nikiishi na huyu mwili wa juu na hisia zake, siwezi toa dhabihu. Lakini if I live by the spirit, hiyo roho ya unyenyekevu ya kujipeana kwa Bwana, my sacrifice will always be pleasing unto the Lord. Hallelujah. So chenye kinafaa kuwa na dominion, ama chenye kinafaa kuwa na uzito, tumesema ni yule mtu wa ndani. Kwa sababu akiwa amedominate ama amechukua dominion, ameweza kuchukua mamlaka, anaweza kuamuru huyu mtu wa juu. Hallelujah. So anaweza kuamuru, fanya hivi, usifanye hivi. Hapana, hatutapita hiyo njia, tutapita hii njia nyingine. Mtu wa nani? Wa ndani. Anaweza kuamuru mtu wa juu. Katika mapenzi ya baba wetu, amependeza ya kwamba mtu wa ndani akuwe na nguvu kuliko mtu wa juu, haswa kwa wenye wameweza kuzaliwa tena. Ya kwamba unapozaliwa tena, you are no longer living. Sasa kama mtu huyu amekufa, mwenye tunaweza chuna, mtu ambaye amekufa na mwenye ako uhai sasa amefufuka, nani ako na nguvu? Mwenye ako uhai. Haleluya. Na kwa hivyo unapobatizwa na unapozaliwa tena, sasa yule mtu wa juu anakuwa amekufa, hana nguvu tena dhidi ya mtu wa ndani ambaye sasa ye anaishi. Kwa hivyo all dominion, all authority resides with the inner man, so that the inner man can offer pleasing sacrifices. Hallelujah. So it is until then ambapo tutaweza kusimama mbele za baba wetu tukiwa tumetoa dhabihu ambazo zinapendeza. So modify your outer being. Hallelujah. Uwe mtu wa juu ili mtu wa ndani aweze kupata nini? Nguvu.
anytime huyu mtu ajua anaji-exalt, hĩndĩ yothe wekora we maũndũ marĩa ũreka nĩ ma mũndũ wa na igũrũ. Hallelujah. You cannot offer a pleasing sacrifice. Hallelujah. But anytime yule mtu wa juu wa ndani atakuwa amechukua dominion and authority, your sacrifices will be acceptable. Unajua programa hata asubuhi alitwambia kwamba tuache mambo yote, kwa sababu hata huyu mtu hajui kuachilia, anakuja kama amebeba mambo, kuchoka kwa wiki yote kwenye wamepitia nini, kwa sababu wakati mwingine we are so overwhelmed na mambo ya hapa na kukula na kukunywa na mambo ya kila siku. Baba yetu akitutazama anasema mtu kama huyo, haleluya, mtu kama huyo hapendezi baba wetu, mwenye amebebanisha kukunywa, kukula na shughuli za ulimwengu. Hiyo ni shida ya mtu wa juu. Lakini mtu mwenye dominion and authority, kuna mtu wa ndani, huyo mtu hakika mambo yake yote ameacha ya nini? Ya hapa. Haleluya. Ameacha shughuli ambazo ni za mtu wa juu. Shughuli zake mingi ni za mtu wa ndani, katika kuomba, kukesha, katika kukana mmoja na mwingine, katika kutiana nguvu, katika kufikiria mambo ya wengine kuliko mambo yake mwenyewe. Haleluya. Those are sacrifices ambazo mtu wa ndani anatoa. Unajua, again, the word sacrifice means sacrifice. Sacrifice ni kusema ya kwamba sio kitu rahisi vile. Haleluya. Hata saizi ukiamuka upe mtu mwingine kiti uende usimame, that is sacrifice. Na itakuja na nini? Kuchoka miguu, unaweza sikia kizunguzungu, usikie kama utaaguka. Haleluya. Hiyo mambo yote, it's about sacrifice. You have to part with something. Haleluya. Na ndio hiyo, unajua mtu huyu wa juu sana sana anapenda mambo ambayo inafurahisha, lakini yule wa ndani ako on the contrary, and that is where the sacrifice comes. Haleluya. Tasoma maandiko kama mawili nikimalizia. Petro wa pili, nisomee Petro wa pili 1 mstari wa 13 na 14. Petro wa pili 1 mstari wa 13 na 14 inasema, nami naona ni haki maadamu nipo mimi katika maskani hii kuamsha kwa kuwakumbusha, nikijua kwamba kule kuwekea mbali maskani yangu kuaja upesi kama Bwana wetu Yeshua Masihi alivyonionyesha. Haleluya. Nikiomba mwenye ako na Biblia ya kizungu. Baba tuone uko nayo hapo. Soma. Kiingereza nasema, I think it meet as long as I am in this tabernacle to stir you up by putting you in remembrance, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Yeshua Messiah has showed me. Hallelujah. So tunaambia ya kwamba the real you is housed inside your body. Hallelujah. So mwenye tunaona sio wewe. Tukitaka kuona ni nani wewe, mwenye Mungu aliintend kuumba, it is the inside of you. Hallelujah. So mundu uria Ngai ombaga thĩinĩ wako. Mwenye tunaona sio mwenye Mungu alikuwa anaumba. So the tabernacle tunaambia kwamba ni ya muda. Kabla tuiondoe ama iondoke, sasa mtu wetu mwenye baba yetu aliumba aishi milele na adumu milele na milele aweze kutokea. Haleluya. Na huyo ndio mtu ambaye tunatazamia zaidi. Sijui kama unamtazamia. Haleluya. Kutazamia mwenye baba yetu aliumba, kwa sababu mwenye tunaona na macho, huyo sio wewe. Wewe ni mwenye akoda, na Petro ameweza kuconfirm that this is just a tabernacle. Hii ina house to the real me, ama mwenye baba yetu aliintend kuumba, ambaye ako ndani yetu.
Kwa hivyo huyo ndiye mtu ambaye ako na maisha ya milele na milele. Huyo ndiye mtu ambaye tukimweka strong ataweza kuzaa, na akizaa ndiye tutaweza kutoa dhabihu, kwa sababu dhabihu ni mazao ya mtu wetu wa nini? Wa ndani. Haleluya. Na dhabihu zetu zote na zipendeze mbele za Baba wetu. Haleluya. Hata sitasoma hiyo andiko lingine. Dhabihu zetu zote na zipendeze nini? Mbele ya Baba wetu, kwa sababu hiyo ndiyo mapenzi yake na the reason of our creation. Na Baba wetu apenzi. Amen.